Zakala heri. Ni msimu mtukufu wa Ramadhan na msimu wa Lent pia. Niko kwa Lent. Lakini mimi hujaniambia niombe, na hii niliona mtu hapa mkiomba na yeye. Wewe hiyo ya maombi wewe haupo. Kwanza hata uendi kanisa. So kubisha bibi akasema ni nani? Alafu nikaongea kama bwanake. Ongea. Kiingia pale, idea yako ilikuwa ni kupata pesa na nini kingine? Mimi nilikuwa wasana wanipende. Some. Kwanza ile kusoma mtabendi 106.2. Achia hapo. Crowd ikasema uenda kwa kamera. It's my time. I welcome you to Maneno's Joint. We say join the joint. Siku ya leo tumekuja tena na episode 2 ndani ya season ambayo nimekwambia inaitwa Behind the Mic and Screen. Na siku ya leo nimewaletea jamaa mmoja amazing sana ambaye nimekaa naye karibu sana kwa muda mrefu. Amekuwa ni rafiki yangu toka niingie mjini Mombasa. Alikuwa rafiki wa kwanza na bado katika yale marafiki ambao nilitengeneza bado yupo pale. Na I can say he is one of the biggest friends I have. Na pia kitu kingine ni kwamba ni kijana ambaye katika hii sekta ya wana amejaa sana pale ndani. Katika wanahabari yupo, katika wana kujua katiba yupo, katika wana mwingine upi ambaye yupo pale ndani. Wana soka, mwana consultant, yani ni majina mengi sana pale ndani. Lakini pia majina yake pia ni majina ambayo amazing kabisa. Nimemjua kama kijana mpole, amekuwa top talent, amekuwa Baba Jagen, na pia siku hizi nasikia anaitwa Bwana David Otieno. My name is. Karibu sana. Asante. Yeah. I started with the water so that in case of a dry joke, the water is going to present you. Sichekeshe sana. Kwanza kabisa tuambie kwa sasa hivi tunafaa tukuongeleshe kupitia jina gani? Mimi naitwa David Otieno. Mwanahabari. Yes. Na niko na mambo mengi sana. Lakini mimi kwa sasa David Otieno mwanahabari. In English we call political and governance journalist. Wewe. Hapo kizungu kimekuwa kingi. Lakini pia kama ungekuwa katika ile sekta ya wanahabari, unafikiria sasa hivi ungekuwa mwana Katalunya fulani hivi pale Barabu akicheza mambo yake pale anafanya mambo? Sidhani, kwa sababu uwezo wangu wa kucheza mpira haungenifikisha Katalunya. Kwa nini? Wale ambao yuko Katalunya ni kule Spain. Nimecheza mpira for long. Nafikiri wengi wananifahamu na mpira na majina mengi venye tu umeanza kusema. Ni majina mengi sana. Yaani nikienda nyumbani unaweza tafuta David Otieno ukose. Yes. Utafute Daudi upate wachache. Lakini kuna wengine anaitwa Mbijo Basolo. Wewe. Sasa hiyo ndio iko home pale kwa sababu ya football na pia kwa sababu ya ucheshi. Nilizaliwa kijana ambaye anapenda kuchekesha na niko na matani mob tu sana. Lakini mpira nimecheza utotoni, high school, primary, club, but I retired at 19. Nikichezea Kongowea FC, Provincial League. Siku hizi nakuona unajiita top talent, unacheza sana, unahangaisha watu sana. Kwani sahii umeacha mpira lakini unajiona sasa ndio top talent? Kwa nini? Najiita top talent kwa sababu tu venye umesema. Mimi ni mwanahabari. Na yafahamu sana strategies za politics. Yes. Na pia mchezoni nacheza namba zote. Mimi ni goalkeeper, mimi ni defender, mimi ni midfielder, na mimi ni striker. Na si za kubahatisha. Na sicheza kweli, si za kubahatisha ati sasa nikikuwa defense nitaboronga, nikikuwa midfield nitaboronga, hapana. Mimi nacheza goalkeeping. Nikiingia form 1, acha nikupe story. Nikiingia form 1 nilikuwa nachezea club pale home. I was between 14-15. So nikicheza club nilikuwa nacheza midfield 6 and 8. Lakini mwili ulikuwa mdogo, si kama sasa hivi. So mwili ulikuwa kubali kabisa. Wakati nimeenda high school, wale jamaa wa form 3 na form 4 wakawa kubwa. Wale misuli tinginya wale. Wewe. So nikawa Waluya wale. Ni cheza tu ni Wajaluo tu. Maana tumecheza kule Migori County ilikuwa Wajaluo sasa. Hatuko na wale wengi kwa timu yetu. Tulikuwa Wajaluo tu kwa nafikiri. Kwa sababu Wakisii pia wako wanacheza. Hata kama walikuwa ilikuwa wezi. Mlikuwa wapi nafasi? Sasa atacheza wapi? Okay, sawa. Kama Shabana ni sisi ndio tunatengeneza Shabana. Ndio mmejaa pale, hata nashangaa. Shabana ni ya Pwani lakini wamejaa hao watu. Wangecheza wapi sasa? So nikiwa high school form 1, nilikuwa na rafiki alikuwa anaitwa Tobias Otieno. So Tobi pia alikuwa a very good midfielder, alikuwa anacheza 8. So ikawa form 1 hatuwezi ingia midfield watu wengi ama form 1 hatungeweza kuingia kwa first 11 zaidi ya watu watatu kwa sababu form 4 walikuwepo, form 2 na form 3. So what I did ni wakati ni realize nitakuwa kwa reserve ama nitaachwa kabisa. Yes. Na nyumbani niko na jina la kucheza football.
nikaangalia venye goalkeepers wana train. Yes. Na mimi siku moja nikaingia train goalkeeping. 2 weeks to funkia ball. I was the first goalkeeper. Yaani wale ambao walikuwa pale umewatoa wote. I was the first goalkeeper. Yeah. So ndo nikabebwa. So form 1 watatu walichukuliwa. Kumbe ulifanya kubebwa tu. Sasa tunabebwa tunaenda funkia. So tulichukuliwa watu watatu, David Otieno, Tobias Otieno and Philip Onyona. So Newman was a very good left back. Toby walikuwa kwa midfield, mimi nilikuwa goalkeeper. Not in mind siziki goal juu mimi goalkeeper kutoka kuzaliwa ama kutoka zamani. Nimetrain for 2 weeks juu tu niende. Uende ukacheze. Nisiache wakati wa sport. So nikacheza goalkeeping my entire I feel 2 years from 1 to 2. Yes. Then sasa form 2 nikatoka hiyo shule nikakuja shule nyingine hapa. Sijui nitahitaji ama niachane nayo. Usiite, achana nayo naijua. Uliniambia story yake, kwa sababu ile mwenye alianzisha ile shule anafaa shtakiwa na kosa la jinai. Sasa ilitusaidia. Kama haijakusaidia ungekuwa hapa. Ilitusaidia kidogo but katika wale ambao mlisoma ile shule, wangapi wako wapi? Wangapi yani unaweza sema wewe? Hakuna mtu akomali. Ama katika wote wewe ndio mtu? Hata mimi si mtu. Wala ambao nilisoma nao kusema tu ile ukweli. Yeah. I think wataniona watajua. But it's good I met my physics teacher katika tasnia yangu ya wanahabari, anafanya kazi katika mashirika yasiyo kijamii. Okay. But nafikiri 95% did not make it. The only people who made it nafikiri ni 5% na mmoja wao nafikiri inaweza kuwa ni mimi na pengine wawili watatu ambao walienda Saudia kwa watchman. Ngoja David nikuulize, top talent. Ushawahi kutongozwa na mwanamke? Hiyo ni kama career subject. Hiyo ndio unategemea kwa maisha yako. Career subject inamaanisha it is a routine, kitu ambacho inaendelea. How do you feel when a lady approaches you? I feel good. What do you want me to feel? Unajua wewe kama mwanaume unajua kuna wanaume wengine wanashtuka. Umekujiwa na mwanamke. Ungeniuliza my first experience. Leta hiyo. Kwa sababu sasa tumezoea. But first experience was very bad. Mpaka toka hiyo siku nilisema msichana nikimtongoza niambie allow me to think. Nitamruhusu afikirie sana because it was a very bad experience. Kwanza alinipata wakati sijui kama naweza tongoza na mwanamke. So alivonikatia nilipanic. Aya nikasema hii ni HIV trap ama anataka kusambaza. Anataka kunisambazia because we also abstain from sex for so many years because of we fear the HIV. So ya pili nikasema ama ananipima akili naweza ingia alafu niambie mimi ni so kulikuwa na mambo mengi sana, so I asked her give me time to think about it. No, ukafikiria I never thought about it. Yaani ilishia hapo penye mlikuwa. I never thought about it because there was a lot of fear. So hata sikufikiria kitu. What I did I just said no. Ulikuwa high school, ulikuwa college, ulikuwa wapi? Nilikuwa mwalimu na niko college at the same time. And mimi nilikuwa mwalimu wa mwanafunzi wa mtoto wake. Kumbe hii story yako kwa mama wanasema wako safe sana wakiwa karibu na wewe, haijaanza leo. Unajua mimi niliitwa aliniambia anataka mwalimu ambaye atakuwa anashughulika na mtoto wake. Na by that time mimi sasa ikawa niko maisha yangu ya kuishi ilikuwa mabaya sana. So nilikuwa mchochole, mtu kwa hai. Kwanza kabisa. So I went and then the parent was also working in Port. And she was 34. By then I was 22 or 23. Yes. So mimi kwenda kwa nyumba yake kwanza, that is my first time to experience TV ya 50 something inch. Hatukuwa tumeona hizo TV kama hizo. Sasa hapo mgaga na huko akaanza kula wale na mboga. Sasa hata mkavu mgaga amekula wakati huo bado. So nilipoona hivyo I was impressed kuingia kwa hiyo nyumba. Mara yangu ya kwanza kuenda kwa nyumba iko na living room, iko na kitchen na nini nyingine. Whatever you saw there. It was for my first time in my own life kuona watu wanaishi. Kwa experience mtu anaishi kwa balcony. Mtu ati kuna kitu inaitwa balcony. Unajua hiyo time tulikuwa tunasikia balcony. Ati mtu anaishi ati Mombasa anaishi kwa nyumba iko na rooms kama 3. Mimi nimekuja Mombasa nikianza kwa single room. So in my all time nilikuwa najua nyumba tu ni hiyo single room. So wakati ni huyu madam ananiita kwake, it was very good experience but bad experience because hata after kunikatia hakunipea nafasi ya kupumua. She took me to the hospital anipime. Hatari huyo alikuwa yuko serious sahi akikuja. Alinipatia trauma. It was not a good experience But sasa mimi ni OG
My name is David Otieno. Your name is that. So I maneuvered but I was successful. Na mambo ya walimu niliendelea nayo. I was teacher for English. Lakini pia kuna kitu kingine nataka nijue kutoka kwako. Tangu ushikwe na polisi wakati uko uko shule kwa kosa la walking any hourly na kutangatanga. Ushawahi kushikwa tena na polisi? Mimi sijaishikwa na polisi na sijaikaa cell. But nishawahi tishiwa na polisi. Nafikiri sijui kama nitasema kwa nini nilishikwa. Nikushikwa bora amekuja akamwambia kijana you are walking any hourly. Unajua shida ilikuwa ngani lini na tulikuwa shule moja sio? So tulitoka na vale. Tulitoka na vale pale shule. Yes. Tunaenda nyumbani. Nafikiri ni two scenarios. Yeah. Na msini judge ama nini ama good boy. So one scene wacha nikupe scenario ya pili after kwa scenario ya kwanza. So second scenario ilikuwa tulitoka na vale college pale. Yeah. So tunatembea. I don't know what we were discussing. So pale tunaonoka pale naelewa. Pale on your left. Hapo kwa ofisi ya chief ama wapi? Hapo sasa directly opposite kwa police station pale. So we sat kwa hiyo veranda for almost 1 hour. Kwa saa 2 mpaka saa 3. So police officers wakashangaa hawa watu wawili. Na ni kijana kuvamia polisi. Na ni kijana na mwanamke. Yeah. Unajua vale alikuwa amenona sasa na kama mwanamke. But alikuwa mtoto wa shule pia. Sasa ni kijana na mwanamke. Haya sawa. Bala sione hii video. Sasa tukakaa hapo jamaa akatushika, wakatupeleka ndani. Akatuambia mnafanya nini pale? Tukamwambia sisi ni wanafunzi tumekuja, we are just discussing about 1 2 3 concerning our education. All those hours mna discuss education. So mimi nikaacha kuongea. Yeah. So tukapingwa ndani, tukakaa tukaambiwa tupige wazazi wetu. Sasa mimi nitapigia mzazi mgani? Mbona huko nipatie history kitambo kwanza? Ama mlificha na wale? Hii ilikuwa noma kwa sababu kuna a lot of things happen in between. So mimi nikasema nitapiga mzazi mgani na sina mzazi. Yeah. Unakumbuka tukiwa shule, mimi hata wewe ulikuwa mzazi na kwa baba na wewe ndo mama. Ilikuwa yani hata sawa. So mimi nikasema mimi sina mzazi wa kumpigia because I took myself to school na niko huku na kuna mtu mimi naweza mpigia. Kama mimi. So wakaniambia wewe unajifanya kiburi, nikakaa hapo. So wakatuweka for 2 hours. Wakijaribu kutuonyesha, kutuintimidate ndio tutoe kitu kidogo. That was the intention. Hatukuwa na dhambi yote but intimidation tutoe kitu kidogo. So tukakaa pale so saa 5 naingia. Wakasema kama nyinyi usiku sasa. Na unajua nafanya nirudi Bamburi kwa miguu. Ungeenda na vale. Sasa ndio wale nataka tuende na haiwezekani. Sasa wakati walijua jamaa wana kitu, haiwezekani. So wakatutisha na kuingia kwa cell. Na mimi sijaingia cell. Wewe. So akaniambia toa belt na wallet na kila kitu ambacho uko nacho. So in the process of kutoa belt na kitu iko kwa mfuko, wakaona press card. Wewe. Na Vale alikuwa NYS by that time. Yeah. So Vale pia akaona kadi yake ya NYS. So akamwambia kumbe huyu ni mwenzetu. Huyu ni mwenzetu huyu. Na huyu nani mwanahabari? Huyu anaweza kuturipoti shule. Sasa wakatuambia kwa ndio maana mko na kiburi lakini deep down tulikuwa tu na wasiwasi ni venye sasa huwezi sema. So tukaambiwa kama wewe ni mwanahabari nendeni lakini usiandike story mbaya kutuhusu. Kama wewe pia ni mwenzetu basi hata ulikuwa ushajua kuandika hizo habari ungeandika. Andika wapi? Press tulipewa na mieno. Kwa tunangara tu nazo. Habari ilikuwa iandikwe na nani sasa? Za kujitetea tu mtaani. So tukaachiliwa, tukaenda. So by the time tunaachiliwa Vale akasema David it is too late and you are going walking. Yeah. Ndio tuende kutale mali walikuwa naishi. I remember they were staying 3 girls. Yeah, I know them. So I couldn't afford to go and sleep with them. So I just managed myself to home. So nilitembea ile bridge ya nini pale? Inishai experience saa 6 za usiku. Iko vipi ile? Iko sawa. Imetulia. Hata wezi walikuwa wameniangalia akasema utaibia. Huyu mwenzetu huyu. Because hiyo time pia nilikuwa nimekonda. Sasa hata taibia nini? Sina simu. Atembea barabarani anakaa uta. Sinajua. So nikaenda another experience ni still tu nilikuwa na mwanamke bado. Na nimesema wasini judge. Bana sawa, you are not judging. Tulikuwa na ile girlfriend yangu. So pale watu wanonoka pale. Hata sisi tulikuwa tunatembea ama tumekaa. So we used to go there and mchana ama usiku. Usiku. Mchana ni nani anakushikia? So hii nayo tukashikwa tukiwa inside campus. Mlishikwa ndani? Kwa nini? Kuna si time tuliambiwa ngefika saa 2. Muondoke. Nusu kila mtu aende nyumbani. Sasa ni gani mngefanya pale ndani? Ndani ya campus. Tulikuwa tu tumekaa kwa block A pale. Tulikuwa tumekaa tu hapo. Sasa tushaambiwa acha kutuambia block A, waambie ulisoma wapi? Wasijue utaniroga.
Tuka pale bloke, huo polisi akakuja akatuambia time for us to go home. And then now nilikuwa nimevaa shati ya white, so I look like a accountant. So yeye akaona kama mbona unajiekelea vitu sana. No, I look like, alafu nilikuwa nimenyoa sisi. Accountant ndio tu peke yake. Alafu tulikuwa karibu na ile ofisi ya account pia. So polisi aliassume awande huyu mtu tukimshika atatoa kitu kidogo. Hiyo ndio ilikuwa fikra yao. So wakanihangaisha hapo kidogo, but I was brave enough because nilikuwa na hiyo press card. So I was brave na hakunifanya kitu. Walikuacha wakaenda. That is my experience with police officers. Ya mwisho nikiwa sasa nafanya kazi Sauti ya Pwani. Nimetoka kufanya kipindi saa 3. Unajua by the time unaacha guest wako mnapiga story, most of the time kuna nafika saa 4 saa 5. So kufika kule kwangu leo alafu nilikuwa naishi pale pale Kisauni. So kiingia tu ile kona kwenda kwangu. Unasikia ukiishi na wauni nawe pia? Sisi tumesoma nao. Sima nakwambia ile shule tunafaa tufanye walk. So ile naenda tu kwangu hivi. Ile naingia tu kwangu hivi. Watu kama 5. Watatu na uniform wawili plain. Zimama kijana mimi naenda tu. Alafu najua yeye style yangu saa zingine pia wananiharibia na kaka muuni. So kusimama mimi nikafunga tu mlango wangu wakanipiga hapo wakakuja wakafika wakaniambia mbona tunakwambia usimame na unakataa. Akamwambia you guys are approaching me, I don't know who are you. So lazima singesimama. Akaniambia sisi uone kama unavaa uniform. Nikamwambia kuna mapolisi wana masquerade. So maybe ninyi masqueraders. So wakaniambia na wewe ni nani? Nikatoa press card. Wakaniambia ingia ndani kumbe mtu ya habari. Na mimi nikazama zangu ndani. Nikasema very good. So I have never been taken to cell. Sijashtakiwa na kosa yoyote. My life has been so good because I'm a good boy. Yaani wewe na polisi tu sawa tu. Tumeinteract na wao ile lazima tu watakufikia, but sasa there's no that bad interaction with them. Wewe nakujua kama mwanahabari, lakini nilikuja jua baadaye wewe ni vitu vingi sana. Wewe pia kwa siasa upo sana kwa sababu mambo yako kwa siasa huwa ni mengi sana. Ushawahi kufikiria maybe kuingia kwa siasa? Ukomboe pande gani? I've been a leader ever since. Hata nikiwa primary, wacha nikuchekeshe stories za primary. Mimi nimeanza shule class 2. Sikuenda hizi class 1 sijui preschools hizi. Nilienda shule nikiwa 9 years. So wakati watu wanaenda shule, my mom akuna doctrine zake ambayo anaona education is next to satanic. So she was not promoting education. So most of my siblings did not attend, did not further their studies as I did. So mimi nikiwa pale home sikuwa naenda shule until 9 years. So one of my friends walikuwa wanaenda shule but tulikuwa ka age mate. So mimi pia kuna siku moja tu nikaamka nikapiga makaa ile kwetu tulikuwa tunachoma makaa. So nikauza makaa, nikanunua vitabu na nikaingia shule. So nilipofika pale shule hivi nikauliza na mwalimu, wewe ni nani? Akasema David Otieno. I know 2 names by then. So David Otieno ni class, nikakumbuka rafiki yangu anaitwa Ben, ako class 2. Wewe. So mimi nikadunga hiyo class yake. In mind. Najua nikienda kwa class ya kina Ben, nitaenda kumkopi juu sijui chochote. So pia kuingia kwa class ya kina Ben, kumbe Ben pia ni danda. Wewe. So anajeni mtaani lakini shuleni ametulia. So the vice versa happened. Asikusikia. I used to watch hizi vitu. Yes, yana nini? Ana bibi na watoto wengi sana. So nikiingia ile class, I have kitambo. That is 2000s unakumbuka. Kitambo sana. Kuko na mambo mengi sijui unapewa mtihani. Tulitoka kwa ile unashika hapa, kama umeshika hapo unaweza ingia class 1. So tulikuwa tushakuja wewe ni mkubwa, you need to be in the class. Then nani Kibaki introduced free education. So there was no any complication. Wewe bora tu ndao kwenye class unasoma. So nikaingia hiyo class 2, but luckily enough I was not brilliant but I was lucky. Kwa sababu nikiingia class 2 najua ndo nimeingia shule. First exam. Ile teacher wetu alikulanga pesa exam. So tukufanya exam term 1. That is how I'm saying I was a lucky stupid. Lakini wazazi wa hiyo time walikuwa wako vipi? Kwa sababu wale wazazi mambo yatafanyika shuleni na wafuatilii. Ni kama walikuwa wanaogopa sana walimu, sio kama sasa hivi. No, kitambo education was not like today. Unajua kitambo education ilikuwa wewe nenda bana. Hata mzazi angalie. Wazazi wa siku hizi kama sisi tushajua education is an investment. Mamangu wako anajua hata niko class gapi. Unaona? Babangu naye hajui niko class. So yani it was too wewe nenda bana. So ndo mwalimu akakula exam fee. So tukufanya exam. So tukaingia term 2. Na during those days, those who schooled in early 2000 or late 2000s, watajua
ukiwa class 1 2 na 3 mlikuwa mnasomewa mtihani. Unaulizwa unacholewa kama jembe, alafu unaulizwa kwa Kiswahili inaitwaje? Alafu unapewa mfano. Basi elimu ya kwenu ilikuwa tofauti sana na ya kwetu. Ya kwetu ilikuwa mtihani unatoka sijui wapi, ni county ama ni wapi. Ukiwa class 1 inaletwa karatasi na unafanya. Wewe ulisomea wapi? Nilisomea kwetu. Sawa. Ukambani. Nilijua. Sasa sisi so unaulizwa hivyo, so unajua tu ni jembe, alafu unapewa nini kama A jembe, B fork, alafu mwalimu ana translate kwa Kijaluo ndio muelewe. Ni majembe. Kusoma kwer. So the teacher was also translating for us. So I was also lucky because kama tunasomewa tunatranslate at class 2, I was lucky to identify the answers. So I became number 6 out of 86 pupils. Hiyo darasa yetu ilikuwa na wajinga wengi kweli. Wengi si wajinga walikuwa sasa kama 8. Walikuwa wewe 80 okay. Sasa wewe huko soma na uko namba 6, hao wajinga walikuwa wengi sana. Na walianza ile class nyingine. Sasa sikiza wako wajinga. I think the level of understanding there was a difference between the level of understanding. Because kwenda term 3. So wakati nimeenda na report card home, hapo ndo kusa kuna story. So I met my dad. So akaniuliza, alikuwa ananiita jina lingine sitataja. So akaniuliza uko class? So nikamdanganya mimi niko nursery school. Kaniambia okay, nimekuwa namba ngapi? Nikamwambia namba last out of this number. Kile ulitoa wapi kumwambia you are the last one? Nilikuwa nataka kuona reaction yake. So aunti yangu akaja pia akaniuliza, wewe umechukua namba ngapi? Nikamwambia nimechukua namba last class, nikamwambia class 2. So I confused both of them. But in real sense my report was saying I am number 6 in class 2 out of 86. So when I gave them the report, they were shocked. Kasema uko class 2 na umekuwa number 6 umeshinda kina Ben. Kasema baba hapo kidogo wakati. So my dad promised me because I loved football from when since I was young So akanipromise akaniambia Devi lakini hakuwa ananiita Devi. Hii Devi mmempea tu hivi kwa sababu Daudi. Hata si Daudi. Kuna jina lingine alikuwa ananiita, huyo jamaa alikuwa mtangazaji. So by hiyo period akaniambia ukikuwa top 3 I'll buy for you school football boot. Hii njumi ya kucheza bola. Sasa wewe umeambiwa ukikuwa number 3 ama 2 ama 1 utapewa boot. Na unajua unaweza kuwa hata number 1 na hiyo boot usipate. Sasa babangu alikuwa mkweli. So I managed to be number 3 in term 3 in class 2. Nikaletewa boots. Zilikuwa na studs 13. Hata hakuna mtu alikuwa nayo class 8. Yaani ilikuwa ni yako tu pekee yako. Ilikuwa ni mimi. Mpaka watu walikuwa wananikodisha na 5 bob. Wewe unajua 5 bob hadi 2000. Ilikuwa pesa. Hao watu wa saizi hawaelewi na shilingi 5 inamaanisha nini. So ikiendelea hivyo, that was my life in school. So nikachaguliwa prefect. That's why I was bringing you the aspect of leadership. So nikachaguliwa prefect hapo, alafu ile time watu walisoma kitambo wanaelewa, unaweza kuwa prefect leo na kesho haupo tena. So nikachaguliwa prefect, nikaingia class 3. I don't want to discuss about more, but siku moja nikawa prefect. Ngoja kwanza kuna prefect, kuna class monitor na kulikuwa na prefect. Tofauti yao watu wawili ilikuwa ni gani? Monitor ni dem na prefect ni nini? Hiyo tu. Monitor alikuwa kazi yake during our time afute ubao, prefect andika majina ya watu napiga kelele na ende vitabu kwa kofi. Nilikuwa mmoja, nilikuwa wewe wa kubeba vitabu mimi. Sasa ni monitor. Sasa ni prefect. Sasa mimi kuna siku nilitolewa nikiwa class 4. Na ukumbuka nimeingia class after kuka number 3 I was introduced as a class prefect. So pia nilikuwa nimetoka Kisumu County. Kule kwetu Kisumu ilikuwa ina maana. Yuko ndio kwa kina baba? Babangu ndio Migori. No. Unajua baba wa taifa. Yule mtu muungwana anaitwa huyo jamaa. Ni wa yeye ni wa Siaya. Okay. Bondo. Ni wa Siaya. So nikapewa class prefect class 2, class 3. So class 4 bado mimi ni prefect. But sasa kuna siku nilikosa kuja shule. It was on a Friday. So mwalimu akaingia class akauliza prefect ako wapi? The books were not collected and they were not brought back to class. Prefect anachoma makaa kwao saa hiyo. Prefect sijui nilikuwa niko wapi. I think nilienda maombi. Hizo mambo za Friday watu wakatolika wanazijua. Hizo unaenda kwa boma za watu alafu mnakula. Mimi nimesta maombi mtoto wa class 2. Niko class 4. So prefect alikuwa anajua tutaenda maombi ya nyumba ya mtu. Anaona siku hizi pia iko hiyo maneno ya kwenda kwa nyumba za watu. Ipo alafu mnatembea na padri. Catechist.
Sijui ni nini sasa. Kuna misa na kuna jumuiya. Kuna misa ilikuwa padre naenda kunasomea watu kwa boma zao. Hiyo ni misa. Sasa sisi hiyo si ndio? Ulienda misa ama ulienda si nilikuwa mtoto misa. Sasa nibaki kwa nini? Na sasa asingekosa kwenda kwa sababu pia ungekosa kwenda. Na kuna chakula. Imagine. Na kuna alafu during our time. Na kuna chai na ngoja nikwambie during our time chapati was chapati. Sio kama saa hii imedharaulika sana. Kwa barabara kukuta mtu amekaa hapo na nini yake anapiga chapati. No. Chapati ilikuwa ni something. So mimi nikapiga hesabu zangu kwa chapati kwa boma ya mtu naenda kupiga misa. Nikasema hiyo shule ikae. Itulie kwanza. So ile Monday inakuja. Kumbe nilitolewa hiyo siku. Hiyo siku mimi nimetolewa, sikuambiwa. Alafu jumba boma na shule ilikuwa ngani mbali. Una understand So mimi nikatolewa na Monday sikuambiwa kama nimetolewa. So Monday watu wanakaambiwa kuja na kuni. Lakini mimi si ni prefect. Haubebi kuni. Sasa utabeba kwa sababu gani? Kumbe nishatolewa. Sasa asubuhi class 4 sasa mlikuwa mnaitwa class 1 mnapeleka kuni. Class 2 kama wale ambao hawana wanaingia ndani. Hiyo system sijui walitoa wapi walimu kitambo wote. Kila shule wale ambao hawana mnazama ndani. Unakula zenu kama 5 hivi. 3 si mimi nikasema cooperate na sikuambiwa. Hata kwa class. Hata kwa class sikuambiwa kama nimetolewa. Hata wanafunzi wenzako hawakusema. I got that news kwa parade. So nimesimama hivi David. Nasema David where you found? Nasema I am a prefect. Nikasikia tu sauti ya huko. No, say gole. Hii inamaanisha alitolewa. I was really keened. And the person I was replaced with was also my friend. He was also called Otieno. So sisi hiyo ile sasa umekuwa ukienjoy privilege za kwa prefect nini. Huwa inauma sana ukitolewa pale. So kulikuwa na I think that is why men we are very strong because heartbreak imetupata tuko wadogo sana. Wewe afadhali umetolewa ukiwa class 4. Mimi nimetolewa nikiwa high school. Na mahali nilipelekwa panauma zaidi nilipatumikia miaka 2. Unajua nilikuwa niko form 3. Niko prefect. I mean captain. Nikakuja nikatolewa nikaambiwa wewe utakuwa unachoma takataka. Kwa nini? What wrong did you? Haya, ikakuja ingine. Watu kuna mahali tulikuwa tunaandikwa hivi, hawa ndio duties. Nikaandikwa yani hata sikuandikwa kwa hiyo kwa sababu wanajua kazi yangu. Yani nilipigishwa kuchoma takataka times 2. Miaka 2. Yangu sasa niko na worst experience. But sasa baada ya hiyo nikakaa lakini nikakuwa niliregeshwa tena until class 6. I think I had good leadership skills So hata baada ya kutolewa for that punishment I was restricted back for some period of time. I think ipita moja nikaregeshwa. So on my life nimekuwa tu kiongozi mpaka nikatoka hiyo shule at class 6. So the worst one was class 8. I was elected school head boy and wanasemanga kufanya nini? Demoted the same day. I was elected school head boy Umware Primary School and demoted the same day. And guess who demoted me? My Kiswahili teacher. Hapana. Kwa nini? Ati niko na jokes mingi siwezi ongoza shule. Hawajui saa hii ujinga ndio nalipa watu. Sasa siona taarifa. Na huyo madam alinidimotive sasa ni shemeji yangu. Aliolewa na first cousin kule nyumbani. Yaani huwa unamcheki tu hivi. Kumwambia ulikuwa uje uwe familia wewe. Kulingana na Luo Customs bwanake sitaki akufa lakini akienda mimi ndo naenda kukaa naye. Si Luo Customs. Bado hiyo kitu inafanya kazi. Hai. Lakini nafikiria ilikuwa ni ya wazee wetu huko. Inafanya kazi. Mwacha mimi leo tu. But don't judge me. Tutoke huko. This is Maneno Joint. This show is purely comedy. Na kile kitu ambacho kinasemwa hapa kisichukuliwe serious. We are making fun. Sasa hujaniambia utaingia kwa siasa Sasa nikaona hivyo. Nikakuwa kiongozi. High school pia nilienda nikakuwa kiongozi. I left high school as the school captain. Nimekuwa captain wa uwanja pia for so long. So college pia uliniona. College ndio mahali sikupata nafasi. Hizo nafasi ambazo wananiambia wewe ulipata. Na hayo mapito nilipitia. Nikiwa class 1 nilikuwa monitor. Nikiwa class 8 nilikuwa head girl. Sasa huko kwingine kwa kushuka nilishuka nikiwa juu. Lakini sasa uliona college nilikuwa kiongozi. Shut up. Wanatulia wote.
Hiyo story for another day. So college pia nikaingia nikakuwa class rep kwanza. Alafu kabla sijapewa chairman wa ile maneno. Pia nilionyesha ile skills zangu ama mlionaje uongozi wangu? Uongozi wako ulikuwa uko perfect, ulikuwa uko vizuri. Mlienjoy? Tulienjoy. That is it. Kwanza acha niambie. Msalimeni Kinyoda mkimwona. Mkimwona mwambieni tumesema hai, mwalimu mzuri sana. He was a very good lecturer, yes. So sahi niko katika siasa sana. Mimi nachambua siasa na ufahamu sana siasa. Kiasi cha kuwa ni masuala ya muda tu, lakini lengo langu ni siku moja nikuwe senator wa Migori County. Nini ilikufanya uingie kwa siasa? Siasa inahusu maisha ya kila mtu. Na ukisikia mtu anasema kwamba mimi na siasa hatuelewani ama sitaki, huo ni mtu ambaye bado haujafahamu mfumo wa uongozi wa taifa. Siasa inahusu kila mtu kwa sababu wanasiasa ndio wanaotunga sheria, wanasiasa ndio wanaofanya wajibikaje, wanasiasa ndio wanaofanya kitu tunaita implementation of the laws, na wanasiasa ndio wanachangia pakubwa hata mambo mengi kufanyika katika taifa letu. So politics means a lot in our day to day life. Okay. Tangu nikujue sijawahi kuona ukivuta bangi na sijawahi kuona ukilewa. Siku hizi umeanza? Sijawahi vuta bangi, I thank God. Sijawahi vuta sigara, I thank God. Sijawahi onja pombe, I thank God. Mpaka wa leo? Mpaka kesho asubuhi. Unajua kuna mahali tulikuwa pale, nikasikia ukiwasifia sana na pombe. Nikasema kwani kijana ameingia kwa pombe ama anaochocha? Nilikuwa na enjoy. Lakini hakuna kuenjoy hapo kwa sababu hizo brand nilikuwa nakusikia hapo unazitaja. Brand nazijua lakini sasa si mwanahabari. Katika hapa pwani ama hapa Kenya. Ni mwandishi gani ambao huwa unasema huyo ni mwandishi mzuri sana wa habari? Wa habari. Mimi niko na wanahabari wengi sana katika maisha yangu. Na nimekuambia babangu alikuwa ananiita jina la mwanahabari mwingine. Babangu pia hakujua kama mimi nataka kuwa mwanahabari. He died not knowing what his son wanted to be. But I have several. He died long time when I was in class 5. I was young, but I still could feel it. But nafikiri jina lake Otieno pia nimeibeba vizuri. Sana tu. So mimi nikikuwa mdogo, I never listened to Kiswahili radio or English radio. I only listened to vernacular radio because of the environment and I think the people around me. Nimelelewa na nyanyangu for most of my life. So nyanyangu angesikiza radio Jambo. Angesikiza. Ama angesikiza radio zingine. So nimelelewa sana nikisikiza Ramogi FM. So there's a guy called Kasuku Raphael, ako Ramogi. So when I was a little boy, nilibarikiwa pia na talent ya kukopi sauti za watu. So I used to copy his voice at my primary level and people could really laugh at it. So it was a very nice fun of me copying his voice. So one time, there's another guy called Milton Ochieng. He's still Ramogi FM presenter. I met that guy for the first time. I met a journalist, Hivi, Jaka Black. I said I wanted to be like this man. So he's one of the people who mentored me. And then sasa kuna jamaa alinasomanga news quiz ya Yucalanda County ya Homa Bay na katoka. Anaitwa Charles Odhiambo. Once twice alikuwa na pia Citizen sana. That guy is the best news reader we have. And then there's another one called James Rabala. So those people, when I was listening to them, nilikuwa na ile, that is why I'm a news reader, I'm a talk show presenter. So mimi nilitoka kwa huku na pale. Sasa mwenye alikuja kafunika. Na sijai kutana na yeye one on one. Now it is very ridiculous because Babu is one of the leaders here. Na mimi nimefanya siasa sana hapa. Na nimefanya shows za politics sana hapa for the rest of like 6 years now. But sijai kutana na yeye. But he shaped me at my high school level. Kuna jamaa si unamjua? Simjui. Nitakwambia. Bwana mtaje. Anaitwa Jicho Pevu. Anaitwa Jicho Pevu. So Jicho tuko high school. Jamaa anaitwa Jumapili Mpati will tell you. Every Friday tulikuwa tunasomanga news. So mimi Jumapili Mpati na jamaa mwingine na msahau jina Izauza Luo. Alikuwa sijui anaitwa nani huyu jamaa. So hiyo journalism whatever mlikuwa mmejawajaluo. Tulikuwa Jumapili Mpati ni Mijikena anaka kama si Mchonyi ni Mgiriama. Na Jumapili Mpati. That guy has talent. He was the best in the three. We were a group of 3 people. This other boy nanisahau jina, but I think I should not forget. Credit tunakupa tu. I think he knows yourself, So Jumapili Mpate introduced me to a journalism club at my high school level tukiwa hapa Mombasa. So what we used to do, we used to listen to Jicho Pevu Moha.
Wakati huo Moha alikuwa anakupigia feature inaitwa Jaramandia. Wewe. Alikuwa anakupigia feature zingine unasema ati magenge sijui hizo jichopevu zake. Watu walikuwa na mbwembwe nyingi, sijui zilikuwa ni mbwembwe ama ni nini, kwa sababu walikuwa wanasema alikuwa anaenda mpaka baharini, anaenda kwa wavuvi, anatembea tena usiku. Sasa wewe Moha umepewa story zake. Sisi tulikuwa KTN leo. Ikipigwa tu promo kuna jichopevu. Hata sikuwa mimi nikiwa high school form 4 I used to buy those CDs. Isi ile CD mnafikiria. Wewe ndio unaifikiria sio sisi. Sawa. Kama unafikiria. Hiyo ni yako. So I used to buy those CDs. I don't know how they are called in full. I used to buy those CDs za jichopevu. Sasa kuna mkora mwingine alijua we loved them. Jamaa alikuja siku moja nikabuy hiyo CD, ilikuwa Jaramandia la sijui nini. Ilikuwa ni story nyingine tamu sana. Kabla hajapiga Saitoti, kifo cha Saitoti na Roho Jode. Kuna moja alipiga ya siji Jaramandia la nini. Sasa hizi kuzikumbuka but they are still fresh in my mind. So I really wanted to watch that thing nikaa chini nikiwa nimetulia. So nikaenda kubuy hiyo CD. Jamaa kumbe alienda aka pirate movie za Kihindi. Hata si movie, ilikuwa ni ngoma za Kihindi. So mimi kuweka hivi natamani kuona jichopevu. Unapata watu ambao wanachangamshwa na pilipili hapo. That was 2015. Mtu bwana, alafu alikuwa amenona. Unajua that is why I started a beef with watu amenona. He wasted my career. Akakuwekea muhindi hapo. Bana. So Moha ni shape nikiwa high school and sasa he made me loved investigative journalism. So mimi nilikuwa na copy Moha. Unaona ile sauti yake wenye anapiganga? Nilikuwa na copy exactly. Yani hiyo mpaka kama uko mbali utafikira ni Moha ndio anatangaza hiyo shule. So teachers loved me, so we were loved. We were given responsibility in school. Hata nakumbuka nikikosa school fee. Principal angeweza kunifukuza because who is going to entertain people on Friday? So I wrote on that. And then sasa hii wakati session sasa kuwa nikaenda nikasoma. In fact in that team there's only me who made it to journalism school. Jumapili haku make it na the other guy also did not make it. But I made it to journalism class. So after that now Jeff Koinange came in. Nilikuwa nakuona tukiwa pale. Tukiwa shuleni. Ilikuwa mambo yako sana na Mwasela. Siku Mwasela pia. Atungaacha kukosa Jeff Koinange every Wednesday. JKL. So hapo nika develop interest ya kufanya talk show. And then sasa ikaenda sasa watu wengi. My best narrator ever is Dan Kanaemba. Kuna jamaa nilikuwa napenda sana kumsikiza. Huyu alikuwa anafanya investigation kule Shakahola wa Citizen na yupo sasa hivi. Anaitwaje? Nakwenda nani? Nikimkumbuka nitakwambia. Lakini ushawahi kutumia hii sauti yako kuchanganya watu nyumbani? Yes. To pretend wewe ni mtu fulani lakini sio. Yes. Sana. Sana. Si nimekwambia niko na talent ya kukopi sauti za watu. So hii ni mbaya. Unaisema tu sisi tunasema ni kuna babangu mmoja pale nyumbani. Alikuwa ameoa but Mungu akumbariki na watoto wa akili timamu. Sasa we took advantage of that. But we were young. So mimi ikawa najua kuimitate sauti yake perfectly. Sasa kuna siku moja and remember I have loved for radio ever since. Hii time niko form 2. So radio yangu ikawa battery imeisha. But this gentleman is my uncle, but ni babangu sasa jo ile cousin brother ile ya babangu sasa. Mko tu area moja hapo. Alafu tulikuwa tunaishi karibu. He used to buy batteries mob because alikuwa watchman. So sasa akona ile kwa torch na kwa zile torch za kitambo zile. Na akona zingine kwa radio. So he could have a new a packet like kama battery tu mob tu kama 12 13. So one day I lacked battery. Alafu nikaenda kwa bibi yake. So I timed that man. Akatoka in the next 3 minutes najua huyu hawezi rudi. Nikaenda kwa bibi yake. So nikabisha. So kubisha bibi akasema ni nani? Alafu nikaongea kama bwanake. Ongea. Hakuna mtu atarelate. Najua hakuna mtu atarelate lakini wapi ulifika ukasemaje? So nitakwambia. So nikaongea kama bwanake. And then after kuongea kama bwanake the lady, the woman opened the door. Na mimi hiyo time tuko collab na kazini yangu mwingine.
So kwa sababu mimi napiga hii sauti, so kazi yangu ndo naenda kuchukua hiyo battery. Yeah. So mimi nimesoma huko nyuma kidogo. Yeah. Sasa piga ni nani? Alafu niko kama bwana yake. Exactly. So akafunga mlango. Alafu nikamwambia patia huyo kijana battery 2. Nimesahau. So the woman had to give out the battery. Akisema msadi bwana yake. Sasa ni bwana yake. Na bwana ndio ametoka. Ungekuwa muone ungeteza sana. Sasa sasa sisi tukazuiliwa tukashindwa, yani kicheko kilitubana yani. So hatuwezi zuia. So we went out in the house and started laughing. Yani we laughed uncontrollable. So akaniambia lakini wewe hii sauti utaitumia vibaya. Unatumia vibaya. So tukapata battery. Mkaenda mkasikiza. Now the good thing is the woman did not ask the husband. Kwa sababu alijua ni yeye. Because he confirmed ni yeye. So sisi tulikuwa tunasubiri a confirm. Ndio tuulizwe kama tunaenda kuchukua bet, but they never confirmed. So tulipata bet ya bure. Bet 2 mpya. Na nimetumia sauti hiyo pia. Madam alinidemote siku moja pia. Pia nilitumia sauti yake siku moja tukiwa class. Alikuwa anapenda kutufundisha Kiswahili. So nikaingia class, nikasalimia watu kama yeye. Sasa unaweza pigwa. Sasa class 8 na staff room zilikuwa zimeachana tu kwa block moja. Ukitoka staff room unaingia class 8. So mimi nikiendelea hapa kumuimitate kufundisha venye anaongea, teachers in the staff room wakamwambia, Madam Mary, tunakusikia ukiwa kwa class 8. Tenda hiyo ni hakika. Sisi tunakusikia ukiwa kwa class 8. Mama nani anafundisha class 8? So madam akakuja. Akatiptoe. Pole. Kaenda kasoma hapo kwa mlango. Sasa mimi sijui. So mimi nikiendelea naona wanafunzi wanacheka. Nafikiria nafanya vizuri zaidi. Kumbe washamuona madam. Ulipewa punishment. Madam wako ananipenda. I was punished thoroughly. Kwa hiyo tu. I was punished thoroughly. She made me not to go for my lunch. And I kneeled down for parade for almost 2 hours until people came from lunch. Wakati unafanya kwa redio, kauli gani ambayo iliwahi kuboresha hewani au wakati unazungumza wakati unafanya kazi yako? Kwa redio? Kuniboresha kauli kama gani? Kauli yani uko tu pale unafanya kazi lakini kitu kikafanyika, maybe msikilizaji amepiga simu ama nini, ama pale ndani pia. Those moments were so many in journalism, in the radio career. But now we are trained, we just know how to manage your listeners. So ilikuwa ngumu nikianza radio kwa sababu kuna ile culture ya Uswahili. And mwenye nilichukua kipindi kutoka kwake alikuwa na his own way of doing the show. And I was coming as a modern journalist who is doing this thing professionally. But the guy who was doing it was not a qualified journalist. So ilikuwa very difficult for me to relate with the listeners because now I want to change. So mmoja akaniambia sisi tuko tumezoea hivi. Akaamua aseme tu kweli. Sasa mmoja akaniambia sisi tuko tumezoea hivi. Hao ni wapenzi wa redio wanasikia wanapelekwa vibaya. So hapo waka recommend nitolewe kazi. Unakecha yule mtu wao. Haikuwa rahisi. Wanataka mtu wao arudi waendelee kidogo. Sasa mimi wanasema they were not happy with me because I was very strict. So kuna vitu vingine you cannot come and discuss on air. But kumbe ni kama yule mtu alikuanga pale alikuwa na roots tu anaongea venye wanataka. So one recommended that I should be fired and the one would be brought back. It was a very difficult moment. In fact one even came to the office to recommend. Mzee. Alikuwa mzee obvious. Kwa sababu najua hakuna kijana wako na hiyo time. Anakuja anasema huyu kijana muondoeni. Kwanza alikuwa anasema ati mimi wakiendelea kuongea na wakata. So but sometimes walikuwa naenda overboard. They were bringing irrelevant issues. But sasa wao hawajui. Unaona cause huyu Mgalatia alikuwa hapa pia. Huyu Myahudi pia hapo anaeleza. So bringing up my ideas because I also want to be remembered as David. It was very difficult but I really enjoyed the life in radio. Wajua kuna watu wengi wanaamini ukiona mwanahabari mwanaume ameingia pale kitu cha kwanza anaenda anatafutana, yani anatafuta jina kwanza fame, alafu wasichana wampende, vitu kama hizo. Wewe ukiingia pale idea yako ilikuwa ni kupata pesa na nini kingine? Mimi nilikuwa wasichana wanipende. Kwa hiyo wale ambao walikuwa
unasema kweli wanahabari wakiingia pale wanatafuta mademu kwanza. Kwanza mimi acha nikuchekeshe. Yaani idea yako ya kwanza ilikuwa ni mademu hata sio pesa. I didn't go to school for me to have money. Yeah. Because when I was young nilikuwa nachoma makaa. Nilikuwa napata pesa. But I wanted to experience beautiful women. I wanted to have life. Yes. So that was a very good primary motivator to me. So mimi nilienda shule ya journalism tu kupendwa. Uonekane upendo. Na wanakupenda sana wa mama. Wanawake. Wanafurahi. Kwanza ukiwaona ukiona huyu jamaa akiwa mahali kuna wanawake. Hao wanawake wanafuraha. No, because I'm funny. Yes, I'm funny. Wanafuraha alafu wewe mwenyewe kwanza unacheza kidogo. Unafanya wanawake walikoni. Unaona sasa. Na aishi. No, the reason why I also did journalism. Yeah. I really loved it. And I went for journalism because it was my talent. Mimi nasema God gave me a lot of talents, but the one that God gave me yenye hata ukinaamsha asubuhi sahi I can do perfectly is journalism. So it was part and parcel of my life because hata nimekuambia hata nikiwa primary I used to talk like journalist, nilikuwa kwa journalism club, nimeenda high school pia niko huko. I went to, and so mimi nilikuwa tu journalism was my thing. So that is one. Two, I wanted to be rich. Because most of the journalists, kuna jamaa anaitwa Sami Seda. Yeah. He was a vernacular radio presenter. One day that guy came to our church. The first time nimeona noti nyingi kwa mkono ya mtu kwa siku moja. Wewe ushaona bunda jamaa amezishika hivi haiwezi mkono haiwezi kanini. Mkono haiendi round. And just because this guy is a news reader. Yeah. So mimi it was also another primary motivator. You saw it as easy money. Yeah. Not easy money. Nilikuwa naona ukikuwa mwanahabari utakuwa na do. Kumbe ni vice. Kwa sababu pia yeye mwisho ungesema yeye mwisho ungekaa nayo. Kwa sababu unajua watu wengi wanaamini pale nje. Na pia mimi nilikuwa naona hivyo. Kuongea rahisi. Wale watu utasikia mtu analipwa 300,000 lakini ni kuongea tu tena masaa 2 3. Sasa wao wanaona hivyo. Wao wanaona hivyo. Ngumu sana, ni ngumu. Kwanza preparation ya kama mimi ambaye nafanya vitu vya politics and current affairs. You need to read kama wakili. You need to read kama lawyer. And you also need to yani the ability to understand things must be top notch. It is not an easy job. Si kazi rahisi. You must be very smart. And kitu ambacho watu hawajui, waandishi wa habari ndio watu ambao wanafahamu vitu vingi sana. Hata sasa ukaenda mtaani tu utaambiwa wewe ndio mwanahabari tuambie. Hii kitu ni ya kweli. Na wanaaminiwa sana. Sasa hivi nimetoka mkutano, nimepigiwa kabla sijaingia hapa. Nimeulizwa kuhusu mtu aliuawa Likoni. Aliuawa Kwale. A DJ. And the person who's calling me, yani yeye kwa kile yake anajua. Nafaa nijue kuna mtu aliuliwa Kwale. Na unafaa ujue ni wapi na ni nani. Wewe ndio unafaa kumwambia kweli. So we must, journalism is not an easy task. Ndio maana utakuta wanafunzi wengi wanaingia kwa hiyo class but wachache sana ndio wanamaliza na wanaweza kuwa wamemaliza wote na katika hiyo class kama mimi na wewe. Wewe class tulikuwa watu wangapi? Class yetu tulikuwa watu kama 13 hivi. Na nani yako kwa industry sasa? I think so unaelewa? Yeah. The same to me. Yeah. Class ilikuwa almost 15-20. Yeah. But nani kwa industry? Only one person kwa industry. One person. So watu wanakujanga tu akijua kuongea tu venye umesema. But that is not the case. Unasikia mtu fulani pale anaongea unatamani ingekuwa pale. Kwanza tulikuwa na fikra kwamba huyu mimi naweza kumtoa huyu hajui kitu. Kabisa. Huyu naweza kumtoa. Sana wewe ukipa hiyo mic utaongea. Give them first experience with mic. Mimi nilienda pale, nilikuwa mwalimu wangu alikuwa ni Lucas Mwangeni. Akaniambia ongea. Siwezi. Hata sijui niseme nini. Mimi nilipa the first person to give me mic was Gabriel Singi. That guy had shaped my career. So Singi kanipea nisome habari za michezo. Si anajua mimi najua kucheza ball, mimi napenda sports, mimi ni shabiki wa Liverpool. Hata kufungua mdomo ilishindikana 1 minute. Si unaona sasa? Mdomo ulikata kufunguka na ilivyofunguka ukakata kusoma hiyo. Ukafunguka upumue kwanza. Rafiki yetu mmoja anaitwa Emily. Mwagangi akamba kwa mama kweli. Alipewa na Wandago sana Wandago. Udongo. Wandago alimpewa script asome. Kwanza ile kusoma mtabendi 106.2
Achia hapo. Crowd ikasema uenda kwa kamera. Yaani ni kitu ngumu sana, ni kitu yani ambacho mimi nakwambia Lucas alikuwa akitaka kusimama hivi atoke nje, hata kuniambia cheza ngoma sitaki. Namwambia kaa hapa. Si rahisi. Si rahisi sana. Si rahisi sana. Unajua kupika? Nini unajua kupika sana kando na mayai? Hiyo najua Usiwaeleze mambo mengi. I think what I know to cook best. Yeah. Omena. Kwa sababu ulianzana nayo utotoni. Kwa sababu sipendi sana but nimeila sana. Kwa kutaka in 8 years of my primary I was you know it is cheapest in our homestead. Ukikuwa na 200 you can get 2 kg of it. Oh, for men. Nikikuja huku kidogo tu 50. 50, yeah. So that is what I cook best, na hiyo mayai. Hiyo wewe ni daktari. Na ugali and tea. I love tea. Chai yako niliwahi kunywa. Chai yako niliwahi kunywa. Lakini sikumaliza. Kwa nini? Ilikuwa inawaka sana. Yaani ina ukali, ulikuwa umeweka urembo mwingi sana pale ndani. I love tea. Viungo vingi sana. Yeah. So but omena mimi ni best. Yeah. Kwa omena uko sawa. Unapenda watoto? Watoto. Wadogo. Manake wale wengine wasiwapendi sasa hivi. Achana na hao sawa. Ukiwapenda shauri yako, usiwapenda pia. I love children. And they are my weakness. Why? Yaani nawapenda watoto sana. Kwanza hawa ambao wanaweza bebeka na hao wadogo. Yeah. I remember when I was young nilikuwa nacheza mpira na watoto wadogo sana. And lucky enough the boy I used to play with football nikiwa high school. Yeah. Sahi anacheza professional football. Na ulikuwa top type. Anacheza professional football. Yaani mimi ni kama mentor wake. So mimi napenda watoto sana. They are my weakness. Okay, tunakwambia hii ni Maneno's Joint, tunakwambia join the joint. Ingia pale subscribe, ingia pale kwa Katiwa Maneno, channel inaitwa hivyo, subscribe, tupate kusonga kwa haraka. Na wale ambao mnaendelea kuwekelea comments zenu pale, hatuwasahau, tunasoma comments zenu tu sana. Na pia fanya ushare hii kitu isonge haraka. Kuna kitu kingine nataka kukuuliza Daudi. Niulize swali. Tangu uje Mombasa, chakula gani ulipenda sana ya hapa Mombasa? Maragwe ya nazi. Hiyo tu. Maragwe tu. Maragwe na chapati. Kwanza sikuwa najua. Lakini kuna story nyingi. You need to call me back. Maragwe nazi, mimi niko na story ya maragwe nazi. Niko na historia na hiyo maragwe nazi. What happened? Kuna siku nilichanganya, kumbe haifai kuchanganya. Ulichanganya nini? Ukipiga maragwe bila nazi, don't take maragwe nazi. Hawana undugu. But it is my favorite in cost. Hawaendi sawa? Sijawahi kujaribu lakini nimejua leo. What happened? Nilitoka Sauti ya Pwani. So mtoto wa landlord. Akawa mpike chapati na maragwe nazi. Sitamtaja jina. So akaniwekea kwa nyumba. Wewe. Nikwambia uko na connection na hao watu. Uzuri hujawataja. So mimi hiyo time pia unakumbuka hiyo time nimetoka kibandani kukula maragwe na chapati. Lakini nyingine haikuwa ya maragwe ya nazi. So kufika kwa nyumba nikakuta amenipikia na ameniwekea. So she prepared in their house. Yes. So akasema sababu chakula ni kingi, wacha tupatie Daudi. Ushaji katika zile nyumba plot ni ya mwenyewe, but akuna pangaji kama watatu. So I happen to be one of them. So and the lady alikuwa tu mtu anajielewa mambo yake. Alikuwa mkubwa wangu na miaka kama 2 hivi. Huyo nani? Sasa si mtoto wa landlord. Mtoto wa landlord. Okay. So mimi alivyoniwekea food, mimi kuingia nikakula. Kumbe nimechanganya chapati, maragwe ya nazi na maragwe ya kula ambayo. So that was the disease. That was the na ulikuwa usemi nini na kusumbua? I was very sick. Ndio ilikuwa imekupeleka hivi. Una marafiki hapa mjini? What do you say by friends? Marafiki unamaanisha nani? Friends. I have a lot of friends. But mimi ni mtu in my inner circle. My top, yani my best friends. Hawafiki 3. I am a lone ranger. Mimi ni mtu wa peke yangu yani. Unaishi kiwewe.
Sasa niko bado. Top Talent. Niko na podcast by the way kama hii exactly. Sema na yangu inaitwa The Legal Mind pale kwa CNA, The Cogent News Agency. Mazee pale napiga tu legal. Mambo na akili za kweli. Yani law. Kama unasumbuliwa na kujua nani anafaa awe mtu. Nani anafaa awe, akili gani ifai kuoa? Akili gani ifai kuoa? Hizo. But sasa sio hizo sasa. Zangu ni pure law. Nafanya constitutional law, nafanya labor employment law, vitu tu vingi sana. Juzi nilifanya na wakili Zedekia Dikat, we were discussing about the county government, the 3 document, the CIDP, the ADP and the county fiscal strategy paper. Muhimu wa stakabadhi hizi katika ugatuzi na mambo mengi zaidi. Juzi nilifanya na Lawrence Obonyo sheria za uchaguzi. So enda tu kwa The Legal Mind, niko hapo nafanya pale na Sema Box. Hata Mkenya tu anakuambia sijui tulikuwa na the camera lady. Tulikuwa tunaenda mahali. Wakenya wengi wanasema tu they know their rights, but actually they don't know. Totally hawajui, wanajua chenye wanajua Wakenya wanajua nini? Ufai kunipiga, ufai kunipokonya lunch yangu, ufai kuja kwangu uchukue hizo the rights they know. Those are basics, but actually they don't know. Kuna siku moja wewe na huyo camera lady wako tulikuwa tunaenda mahali Kilifi. I never laughed at a young man like that. So akaingia kwa njia vibaya. Sasa akamwambia dereva ati wewe uone zebra crossing iko wapi? Mwenyewe ako juu ya pikipiki. Okay, sawa. Acha tumalizie hapo kwa sababu naona muda umekwenda sana. Ananiambia time yetu imeisha. Tunakwambia asante sana na pia wewe Daudi. Asante sana kwa kuja, kwa kufika, kupiga story na sisi. Unajua hizi kwa Legal Mind. Hapo wacha nikuje kama layman. You can just bring for us water. Okay, sawa, it's good. It's good. Nikuje hapo nisikize na pia niulize lawyer ambaye utakuwa naye maswali kiasi. So sana za ndoa. Ndoa, sawa, tuheshimu ndoa. Tutakuja. So asante sana. Next time tukikuhitaji pia we will call you. Lakini tunashukuru sana kwa muda wako, mimi na timu yangu. Tunashukuru kabisa kwa wewe kufika. Shukrani ya zakala her. Ni msimu mtukufu wa Ramadhan na msimu wa Lent pia. Niko kwa Lent. Lakini mimi hujaniambia niombe, na hii niliona mtu hapa mkiomba na yeye. Wewe hiyo ya maombi haupo. Kwanza hata uende kanisa.